Kurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo. Kurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo. Hilo ndio somo letu na mimi ni mwalimu wako, Mwalimu Manyala. Baada ya Yesu Kristo kurudi mbinguni, ambako ndiko yaliokuwa makazi yake hapo kabla, akiwa huko alitutumia vitabu viwili ili kuwa tahadhari na mwongozo. Yaani kitabu cha Ufunuo wa Yohana kilichoko kwenye Biblia na Kurani tukufu. Uhai huu ulioko katika bakteria, fungus, amoeba, miti, ndege, nyoka, wanyama, wanadamu na viumbe wengineo. Kwa ujumla wao na kwa karne zote, uhai huo hauna asili kokote, bali umetunzwa ndani ya Yesu Kristo tu na ndiko ulikotoka. Swala la umetunzwaje na unafananaje ni swala la Mungu mwenyewe. Na nukuu kutoka katika Biblia. Kumbuka kwamba hapa anatumia Biblia na anatumia Kurani, sababu vyote vimeandikwa na kuvuviwa na Roho na Yesu Kristo. Na nukuu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Yohana 1:3, mwisho wa kunukuu. Ujio wa Yesu Kristo na kisa cha msalaba kilikuwa ni uumbaji upya. Kwa maana uumbaji wa kwanza ulifanyika sote tusipokuwepo, miaka mamilioni katika ulimwengu wa roho kwa siku 7. Na kisha matokeo yakawa taratibu sana duniani, na utimilifu wake katika mwili ukamalizika miaka 6,000 alipoumbwa Adam na Hawa. Na kwamba ni Adam tu aliyeshuhudia uumbaji wa Hawa. Ni Adam tu aliyeshuhudia uumbaji wa Hawa. Hapa najua hapajaeleweka, maana umesoma juu ya Adam kulala usingizi mzito. Lakini pata ufahamu kwamba katika zama za Adam, ndoto hizi zilizovurugika tunazoota kila siku. Kwa zama hizo, Adam alipokuwa ndotoni, alikuwa akiona kila kitu kwa ufasaha mkubwa. Na aliona kila hatua ya uumbaji wa Hawa. Sasa nimesema uumbaji wa kwanza ulifanyika kwa siku 7. Wewe utasema hapana, ilifanyika kwa siku 6 au nyakati 6. Kila siku ilikuwa ni ya uumbaji, na ile siku ya 7 iliumbwa Sabato. Ndio maana uumbaji umefanyika kwa siku 7. Mungu amesema kwenye kitabu, niliifanya Sabato kwa ajili ya wanadamu. Niliumba. Kwa hiyo uumbaji ni siku 7. Uumbaji wa pili umefanywa pale msalabani kwa namna zaidi ya ile ya kwanza. Uumbaji wa pili ule ufanywa msalabani unazidi ule wa kwanza. Damu ile iliyomwagika ilibeba roho ile ile iliyoiumba mbingu na dunia, na uumbaji ukafanywa upya kurekebisha madonda yaliyosababishwa na Shetani. Kumbe kile kitendo cha zile damu kudondoka tap tap ni roho ile ya uumbaji ambayo ndiyo iliyokuwa kwenye uso wa dunia. Hiyo roho hiyo ilikuwa tena inaingia duniani kutengeneza, kurekebisha madonda ambayo na mashimo ambayo Shetani alikuwa ameachimba. Ifahamike kwamba wakati tunashuhudia sura ya dunia ikiendelea kuharibika kijiografia na kiikolojia, na pia kuporomoka katika ubinadamu, katika nyanja za uchumi, siasa na maadili, lakini kinyume chake kwa upande ule wa kiroho tusiouona, roho ile ile ya uumbaji iliyomwagwa na Yesu Kristo imetapakaa kote na inaweka miundombinu mipya tayari kupokea ufalme mpya. Hivi vilivyopo vitaondolewa
vitachomwa, lakini miundombinu imetayarishwa. Kwa lugha ya kibinadamu tunategemea kupokea Yerusalemu mpya. Hiyo ndio lugha tunayotumia sasa. Kwa sisi kama wanadamu tunaita Yerusalemu mpya, ambayo kwa hakika itakuwa ni kama mbegu itakayoshushwa mahala fulani kwenye uso wa dunia, na matokeo yake yatasambaa kote duniani, kwa sababu miundombinu tayari inaandaliwa hata sasa na damu ile ya ukombozi. Ndiyo maana damu ile ya msalaba iliyoumba ni haki kwa Muislamu, ni haki kwa Mkristo, na haina namna ya kuikwepa kwa mtu ambaye anataka uone ufalme. Mtu anataka kuumbwa upya. Baada ya Kristo kukamilisha kazi nzito ya uumbaji wa pili pale msalabani na karudi enzini, kwa lugha dhaifu ya kimuonekano wa kibinadamu tunasema akapaa mbinguni. Kwa lugha ya kibinadamu tunasema akapaa mbinguni, kwa sababu sisi tuliona kama ameenda juu. Sasa juu, hakuna chini. Katika anga letu, ukitoka nje ya dunia, hakuna juu, hakuna chini. Na ndio maana baada ya dunia, baada ya zile kilomita 100 za dunia kwenda juu, ukiwa kwenye anga hizo zingine, huko ambapo sasa sayari zinakimbia, kule ukiwekwa kule kwenye anga zile unaning'inia, unaweza ukatembea tu kwa miguu juu ya anga pasi shida. Sema tu swala la hewa, kwamba utahitaji hewa. Kwa hiyo hakuna juu, hakuna chini. Juu ni muonekano wetu na akili zetu kwa sasa. Sasa kwa lugha dhaifu, muonekano wa kibinadamu tunasema akapaa mbinguni. Akiwa huko tunakoita mbali juu kwa lugha dhaifu, Kristo ametuandikia vitabu viwili, yaani Ufunuo wa Yohana na Kurani tukufu. Moja ni tahadhari ya mambo yaliyopo na yanayokuja, na kingine ni mwongozo na ulinzi wa neno la Mungu dhidi ya upotoshwaji wa wanavioni, mawakala wa shetani. Kitabu cha kwanza kimejulikana kama Ufunuo wa Yohana, ambacho kilishushwa duniani mwaka wa 95 BK baada ya Kristo, na kimewekwa miongoni mwa vitabu 66 vya Biblia takatifu. Vitabu 66 vya Biblia takatifu. Biblia ina vitabu 66. Kitabu cha pili kimejulikana kama Kurani tukufu, iliyoshushwa duniani kuanzia mwaka 610 BK hadi 632 BK alipofariki Mtume Muhammad. Vitabu hivi viwili vimefanana kwa mambo fulani, hii Kurani na hii Ufunuo. Kwanza kabisa ni nafsi ya Mungu katika wingi. Katika Biblia, kauli ya Mungu katika kumuumba mwanadamu imebeba wingi, na nukuu, kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mwanzo 1:26 mwisho kunukuu. Na katika kitabu cha mwisho cha Biblia, yani Ufunuo, wingi umetumika mahala, na nukuu, wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Ufunuo 10:11 mwisho kunukuu. Sasa japo tafsiri kadhaa za Biblia zimeondosha wingi katika ile Yohana 10:11 ili isionekane kwamba ni Mungu alitumia wingi, na wengine wameenda wakijadili kwamba sio Mungu aliongea pale, ni
wale malaika na vitu gani, lakini kweli pale ni Mungu ndiye aliyeongea. Wakaniambia kama alivyosema kwenye kitabu cha Mwanzo, na tumfanye, na hapa amekuja kusema wakaniambia. Yohana anasema wakamwambia. Lakini niseme tafsiri hiyo ambayo imeondolewa ya Yohana 10:11 katika Biblia hizi ambazo zinakuja na tafsiri mpya, lakini kuna Biblia ambazo bado zina tafsiri hiyo ya kuonesha wingi, kwamba Yohana 10:11 neno lile lilikuwa katika wingi. Mfano wa Biblia hizo ni Beren Standard Bible, New American Standard Bible, NSB 1995, NSB 1977, Legacy Standard Bible, Amplified Bible, Christian Standard Bible, American Standard Version, English Revised Version, Net Bible, New Heart Bible. Hivyo vyote vinakubaliana. Izingatiwe kwamba kanisa kubwa Katoliki, wao haswa ndio wamebadili wingi huo na kuwa umoja. Haswa ni wao. Kasoro tu katika tafsiri ya Biblia moja ya Kikatoliki inayoitwa New Revised Standard Version. Hiyo New Revised Standard Version hiyo ndio haijabadili. Sasa kwa upande wa Qur'ani tukufu, katika aya zote Mungu kajitambulisha katika wingi pale anaposema anatenda kitu au anamwambia mwanadamu kitu na si vinginevyo. Katika aya chache ambapo Mungu amekuwa akijitambulisha yeye, mfano anasema mimi ni fulani. Mfano katika Qur'ani 20, ile sura 20:14, aya ya 14. Taha sura ya 14 ambapo anasema hakika mimi ndiye Allah, hapana Mungu ila mimi tu, basi niabudu. Pale ametumia umoja. Lakini kwingineko kote ambapo Mungu amekuwa akiwaambia wanadamu kwamba nakuambia, amekuwa akisema tunawaambia. Lakini bado utagundua kwamba kuna mikono iliingia katika kitabu cha Qur'ani na ikatumia neno mimi, neno la umoja badala ya wingi. Na ndio maana tumeweza sasa kugundua vitu ambavyo vimeingizwa na vitu ambavyo ni vya ukweli katika Qur'ani tukufu. Wale walioingiza sentensi hizo chache katika Qur'ani tukufu hawakuzingatia na walisaulishwa na Mungu wasiingize umoja, wasiingize wingi, wakatumia umoja kwa kujisahau. Na hivyo sasa tumekuwa wepesi wa kugundua yaliyoingizwa na ambayo yalikuwa halisi. Kwa kifupi, kitabu cha kwanza cha Biblia yani Mwanzo na kitabu cha mwisho cha Biblia yani Ufunuo vinakubaliana na Qur'ani tukufu katika wingi kwenye nafsi ya Mungu. Kwa hiyo hapo vimefanana. Mfanano mwingine kati ya kitabu cha Ufunuo na Qur'ani tukufu ni mtiririko wa masimulizi. Katika vitabu vyote simulizi zimechanganywa. Sura za Ufunuo zimevurugwa, ya mbele, kati, mwisho na kadhalika, kama ilivyo kwa aya za Qur'ani. Unaposoma kitabu cha Ufunuo, ukiacha ile sura ya kwanza na ukiacha ile sura ya mwisho, hapa kati vimevurugwa. Ya huku imeletwa huku na ya huku imeletwa huku. Na kitabu cha Qur'ani na chenyewe kimetengenezwa kwa kufuata mfumo huo, lakini huko zaidi ya hiyo. Qur'ani kama mtakavyojifunza na kama nilivyoandika katika vitabu vingine ambavyo nimekwisha kuvitoa, The Mystery of the Holy Quran, Mahdi and Messiah, na kitabu kingine The Treasure of Kaaba, The Certainty Volume 1. Nimejaribu kuonesha kanuni hizo.
Kurani imepangwa kimahesabu. Inatakiwa isomwe kwa kufuata thamani ya kila aya kimahesabu. Kila aya ina hesabu yake, yaani geometria value. Hivyo aya ya kwanza ya Qurani, aya ya kwanza kabisa, sio ile Qurani 1 aya ya kwanza, pana. Ni Qurani 20 sura ya 20 aya ya kwanza. Kwa sababu hii ndio ina geometria ndogo, hesabu zake ni geometria ndogo ambayo ni 14 tu. Na inafuatiwa na aya za geometria 48. Kuna aya zenye geometria ndogo ya pili kwenye Qurani ni geometria 48, ambazo ni Qurani sura 40 aya ya kwanza, sura 41 aya ya kwanza, sura 42 aya ya kwanza, sura 43 aya ya kwanza, sura 44 aya ya kwanza, sura 45 aya ya kwanza, sura 46 aya ya kwanza, ambazo kwa pamoja zinakuja kuunda aya moja ndefu kutokana na kwamba zimechangia geometria. Kwa hiyo hapo unaona kuna shughuli ya kwanza kwamba lazima ufahamu kila aya ya Qurani geometria yake ni ngapi. Kwa hiyo lazima upige hesabu hiyo. Ndugu msikilizaji, mimi ninaye unayenisikia hapa, nimetumwa na Mungu wa kweli, Mungu wa Biblia na Mungu wa Qurani tukufu, kukupa habari njema ya uzima. Na habari hii ni kwamba Qurani tukufu imetungwa na Yesu Kristo. Labda nianze na wewe Muislamu. Je, umenoa upanga wako kumsubiria Imam Mahdi uungane na jeshi lake? Au umetunza bunduki yako na umenunua kwa ajili ya hiyo kazi? Sasa nakwambia, tupa upanga wako na bunduki yorudisha, kwa maana usahihi ulionijua mimi hautatokea kwa yeyote. Kwa maana usahihi ulionijia hautatokea kwa namna yoyote kokote. Na jambo hili la mwisho, nirudi kwako Mkristo. Je, hujatambua kwamba viongozi wako wa dini wamekupotosha kwa karne nyingi, na kwamba hata nguvu inayotenda kazi makanisani katika kufungua, uponyaji na miujiza bado inatenda kwa kiwango kidogo tu? Hicho kiwango kidogo sio kamilifu, bali ni neema tu ya Yesu Kristo, kwa sababu kama macho ya Mungu yangepima kila jambo, hatungeokolewa kabisa kabisa kabisa. Je, wewe Mkristo ukubahatika kujua kwamba Qurani tukufu ni mlinzi aliyetumwa kulilinda neno la Mungu, yani Biblia, dhidi ya uharibifu wa watawa wasomi watukutu walio makada wa Shetani? Watawa wenu watukutu wameharibu Biblia kwa namna ambayo mambo makuu yameondolewa au kubadilishwa maana, na yamebakia katika kitabu cha Qurani tu. Katika kitabu cha Qurani tukufu bado kiko katika uhalisia wake kwa zaidi ya 95%. Kwa zaidi ya 95%. Na ni kwa kiwango kidogo tu, japo hatarishi, ambacho kimepenyezwa humo kwa mikono ya binadamu. Katika Biblia, habari za Qurani si jambo geni hata kidogo. Biblia imeongelea Qurani tukufu katika mafungu kadhaa, zikiwemo Isaya 28 mstari ule wa 9 hadi wa 13, Habakuki 2 mstari ule wa 2 hadi wa 5, Ufunuo 5 mstari ule wa 1 hadi wa 10, Ufunuo 5 mstari ule wa 1 hadi wa 10, Ufunuo 10 mstari ule wa 1 hadi wa 11. Nirudi kwako ndugu Muislamu. Je, umefuatilia kujua Mahdi wa Mungu atakuja lini?
na ataongoza wakina nani, na atafundisha nini. Nikufumbue macho tu kwamba umepokea hadithi za kweli zilizochanganywa na uongo mwingi kwa karne nyingi. Mahdi si yeyote mwenye jina la Mtume Muhammad, wala atakayeongoza vita vyovyote dhidi ya Wakristo au Mayahudi na kuwashinda. Bali Mahdi wa Mungu ni yule aliyefichua hazina ya Kaaba, yaani kanuni sahihi za usomaji wa kitabu cha Qur'ani, na ambazo ni siri kuu za Mungu kwa wanadamu wa siku za mwisho wa dunia, kama ilivyo katika kile kitabu cha Biblia cha Ufunuo 10 mstari wa 11. Mahdi wa Mungu si yeyote atakayetokana na ukoo wa Mtume Muhammad kama ambavyo umeaminishwa katika hadithi, bali ni yeye atakayefundishwa na Mungu tafsiri za maneno ya Mungu katika Qur'ani, yani mukatat. Maneno kama alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ta ha, ta sin mim, ta sin, ya sin, sad, ha mim, ain sin kaf, ha mim kaf. Atakayekuja na tafsiri hizo na mwenye kufahamu tafsiri hizo, huyo ndio Mahdi wa Mungu, na sio kiongozi wa jeshi. Lakini napoendelea na kuomba, hebu tunasahau kitu kimoja muhimu, kwa sababu nakuja na video ambazo ni nyingi na zenye ujumbe mzito na siri kubwa. Naomba kwanza hebu subscribe. Hebu subscribe kwanza ili tuendelee. Na kuomba usubscribe kwanza. Nikusubiria kidogo subscribe hapo chini, ili nitakapokuwa nikileta video zingine zisikupite. Subscribe. Okay. Umesubscribe, like alafu share. Like alafu share. Ili ziwafikie wengi wapate kusikia jambo hili. Watu wengi sana waweze kusikia jambo hili. Like, share, subscribe, like, share. Okay. Tuendelee. Mahdi si mwingine yoyote mwenye uwingi wa ubishi na ushindani juu ya Yesu Kristo au Mtume Muhammad, bali ni yeye atakayeweza kuongoza umma kubainisha ni neno lipi moja tu alilosaulishwa Mtume Muhammad, na neno hilo ni jioni. Neno hilo moja ni neno linaloitwa jioni. Tutajifunza huko mbele. Na vile vile atakayeweza kubaini ni aya zipi ziliongezwa na wanadamu watukutu baada ya mtume. Ni yule atakayekuongoza kutambua baina ya mafundisho binafsi ya Mtume Muhammad, yani sunna, yaliyoongezwa katika Qur'ani na kudhaniwa kwamba ni maneno ya moja kwa moja ya Jibril. Mfano wake ni elimu juu ya faida. Mimi mwalimu wako si kutokana na Uislamu, na wala sina chembe za Uislamu katika ukoo wangu, lakini ujuzi huu wote ni neema ya Mungu kwa wanadamu wote. Mungu hutaka kuonesha ukuu wake kwa kutumia watu dhaifu. Ndio maana hakutaka kutumia mtu ambaye tayari ametoka kwenye Uislamu. Hakutaka kutumia mtu ambaye ana elimu kubwa ya Uislamu katika kumfunulia mambo haya, kama ambavyo alivyomteua Mtume Muhammad, kwamba hakuwa ametokana na Uyahudi na hakuwa mtu mwenye kusoma. Hakuwa mtu alifahamu elimu hii ya kawaida ya kusoma ya binadamu, ya kuandika na kusoma. Alikuwa hajui kuandika, alikuwa hajui kusoma, na akamtumia huyo. Nami katika kutafsiri jambo hili, Mungu amenitumia mimi ambaye sina elimu hiyo ambayo maimamu wanayo, na sikwenda kwenye chuo chochote wala kuhudhuria msikiti wowote. Niseme sina nia yoyote ya kuipasua kichwa dunia, hapana. Na tokea awali nimekuwa nikitaka kuwa tofauti na waliotabiri walimu wangu juu yangu, kwa sababu kuna mambo ambayo
nikiwa huko nyuma walimu waliweza kutabiri. Nakumbuka nikiwa kidato cha 4 kule Mihayo Sekondari Tabora mwaka 1993, tulikuwa kundi la wanafunzi wachache, tulitembelea seminari kuu ya Katoliki kule Kipalapala. Kuna chuo kikuu cha Wakatoliki kule cha mapadri. Mwenyeji wetu alikuwa ni Padri Profesa Mwanampepo Louis Malema. Nazo taarifa kwamba sasa ni marehemu. Tulikuwa na project ya Kiswahili, na nakumbuka kundi letu lilikuwa na wanafunzi kama 15 kwa sababu tulikuwa makundi mawili kwa ajili ya project. Katika hoja fulani nilimkanusha profesa, na pale pale alipokea. Hakujali kwamba anayenikanusha ni mwanafunzi wa form 4 tu. Alipokea kwamba kweli nilikuwa niko sahihi. Tulipokuwa tunatoka, profesa alitusindikiza hadi nje ya uzio. Na wakati anatuaga, alituaga kwa maneno haya, akininyoshia kidole na kuambia wenzangu, "Mwangalieni sana huyu bwana, atakuja kuisumbua dunia. Atakuja kuisumbua dunia." Wote tulibung'aa, na wakati huo tunarudi njiani, tuko kwenye gari tunarudi Tabora mjini. Wenzangu wakawa niuliza kwa nini profesa ameongea vile. Nikamwambia mimi sijui alichokiona huyo padri mpaka akaongea jambo hilo. Lakini nakumbuka huko kabla ya kuhamia shule ile ya Mihayo Tabora, iliyokuwa vile vile shule ya Katoliki, nikiwa kidato cha 2 katika shule ya Kizu Sekondari, hii ilikuwa ni shule ya Sabato. Nikiwa kijana mdogo, kwa sababu nilianza shule nikiwa mdogo, na sikuwa nafanya vizuri sana katika masomo kwa sababu shule ile sikuwa nimeipenda. Kipindi hicho, chini ya uongozi wa mwalimu mkuu aliyekuwa anaitwa Mwalimu Lusingo, shule ile ya Sabato ilikuwa kama kimagereza fulani kidogo, na walikuwepo walimu kama maafande kabisa. Akina Mwalimu Wakaila, huyu alikuwa Mnyakyusa, Mwalimu Malongo, huyu mtu alikuwa Muha, Mwalimu Meremo, huyu alikuwa Mkuria. Watu hao walikuwa ni hatari sana. Kwa kweli, kwa jinsi walivyotupelekesha kwenye ile shule, mazingira yakuwa mepesi. Si kwangu tu bali kwa wengi. Adhabu za ile shule, kulikuwa kuna mashamba makubwa yanayolimwa kwa trekta, mnaenda kupanda na kupalilia kule Rwamkoma cha Mtigiti. Kwa kweli pakuwa panahitajika mtoto ambaye ameenda kidogo na umri umeenda na mwenye misuli ya kutosha. Hiki sekondari haikuwa ndogo. Sasa siku moja nikiwa darasani nikifanya mtihani, mwalimu mmoja mgeni kutoka JKT alifanya kosa. Kawaida shule zile zilikuwa zinapokea walimu kutoka kwenye kambi za JKT kuja kufundisha kwa muda. Mwalimu huyo alipewa kuandika mtihani wa ushirika. Somo lile alikuwa la kwake, lakini akawa mpewa. Na akaandika maswali na kisha akaandika majibu yote mwishoni baada ya kuandika maswali pale pale ubaoni. Alipotoka, wanafunzi werevu walikuwa wanajiweza kimasomo darasani walijadiliana na kufanya maamuzi kwamba yale hayakuwa majibu sahihi, bali ni mtego tu kutupima uwezo wetu wa akili. Kwa hiyo hawakuyafanyia kazi. Mimi nilikaa kimya, sababu nilikuwa mwanafunzi wa kawaida. Lakini niligundua mwalimu amejichanganya tu na yale ndiyo majibu, na nikanakili majibu yale kwa haraka na kuyajaza kwenye mtihani wangu. Mtihani ule kwa kweli ulikuwa ni mgumu. Na kumbuka kwamba ulikuwa unaandikwa ubaoni, ubao unafutwa, unaandikwa ubaoni, ubao unafutwa. Kwa hiyo mnafanya kwa haraka. Lakini matokeo yalivyokuja, wanafunzi walifeli wengi. Mimi nilipata 100%, tofauti na uwezo wangu kabisa. Mwalimu alikuja kugundua kosa lake, na baada ya matokeo alikuja akanisimamisha darasani. Akawaambia wanafunzi wenzangu, angalieni mtu huyu na mkumbuke maneno yangu. Mtu huyu atakuja kuwasumbueni sana siku za usoni. Sasa maneno yale aliyoyasema, baada ya miaka kadhaa nilivyokuwa niko kule
kwa sababu nilifanya pale form 2, lakini baadaye nilirudi nyumbani baada ya kuugua. Kwa hiyo nikaenda tena kwenye shule ile ya Wakatoliki, nikaanza tena form 2 baada ya kwamba nimepona. Kwa hiyo maneno yale nilivyokuwa form 4 tena yakaja karudiwa na yule askofu marehemu Professor Louis, Mungu amlaze, Mungu amrehemu. Sasa niseme yote yalionenwa juu yangu na walimu na watu wengine si sahihi. Mimi ni mtu mpole sana na ni mtu mkimya, na sina lengo lolote hata katika somo hili kutaka kupasua watu vichwa, bali binafsi nimesumbuliwa sana na maneno yaliyoko katika Qurani, na nimesumbuka nayo tangu nilipoishika msaafu kwa mara ya kwanza katika maktaba ya mkoa wa Tabora nikiwa kidato cha 3. Mungu aliwasha moto wa kutafuta na kujua ukweli. Nimeendelea kuwa Mkristo mwenye hari kubwa na siri za Qurani tukufu, kwa sababu niligundua kwamba kuna jambo ambalo wanadamu hawajaligundua. Nakumbuka ndoto ya babangu mzazi sasa. Ile ndoto ina miaka zaidi ya miaka 10 iliyopita. Mzee Josephat ni mzee sasa, na alipatwa na upofu wa macho akiwa mtu mzima. Ni muumini mzuri sana wa Katoliki, tena ni mtu wa maombi ya muda mrefu, niseme ni maombi ya muda wote. Miaka kadhaa ya nyuma aliamka asubuhi na kunifahamisha, "Anita mwanangu, kuna ndoto imenisumbua sana. Nimemwona binti mdogo mweupe sana kama mzungu, na amevaa joho jeupe sana. Binti huyu mdogo kapanda jukwani na anaongea lugha ngumu sana. Nimeona umati mkubwa sana wa watu wakiwa kwenye bonde la mto mkubwa wakimsikiliza, lakini nimeona umesimama pembeni yake huyu binti, na kila aongeapo hiyo lugha ngumu isiyoeleweka, wewe unaitafsiri na wote wanamsikiliza kupitia wewe. Lakini sijui maana ya ndoto hii." Ndugu Muislamu na Mkristo, sikuwa najua kwamba yule mzee hiyo miaka zaidi ya 10 alikuwa anamaanisha nini kwenye ile ndoto yake. Lakini sasa nimegundua alichokiona yule mzee ni tafsiri ya lugha ya Qur'ani, ambayo maneno ya Jibril yamekuwa kitendawili kikubwa kwa ulimwengu wote wa Uislamu, ulimwengu wote wa Ukristo. Ndugu yangu, Qur'ani tukufu imefungwa kwa kufuli kubwa 7. Ndugu yangu, Qur'ani tukufu imefungwa kwa kufuli kubwa 7, kama isemavyo Biblia katika kitabu kile cha Ufunuo 5 mstari wa 1. Na nukuu, "Kisha niliona kitabu katika mkono wa kulia wa yeye aliyekaa kwenye kiti cha enzi. Kitabu hiki kilikuwa na maandishi pande zote, na kilikuwa kimefungwa na mihuri 7. Mwisho kunukuu. Na pia katika kitabu cha Biblia cha Ufunuo 10 mstari ule wa 2 hadi wa 4, na nukuu, "Malaika alikuwa ameshika kitabu kidogo kilichofunguliwa, akaweka mguu wake wa kulia juu ya bahari na mguu wa kushoto juu ya nchi kavu. Akapaza sauti yake kama simba anavyonguruma, na sauti za radi 7 zikasikika." Radi 7 ziliongea na nikaanza kuandika. Lakini nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, "Usiandike ambacho radi 7 zinasema, yaache mambo haya yawe siri." Mwisho kunukuu. Makufuli 7, mihuri 7, radi 7. Hivyo ndivyo vifungo
ambavyo makomeo ambayo yamesababisha wewe Muislamu kwa miaka yote hukujua tafsiri. Na hata Mtume Muhammad alipewa tu kile kitabu, lakini hakujua tafsiri yake. Ndugu msikilizaji, kama Mtume Muhammad angekuwa na usahihi, pasingekuwa na mategemeo ya kuwepo kwa ujio wa Mahadi ili kutufundisha usahihi. Kwa hiyo kubali kata, hakuwa na usahihi, alipewa tu kitabu, lakini usahihi haukuwa kwake yeye. Ndugu msikilizaji, nimeandika siri za kufuli za Qur'ani katika vitabu vyangu viwili ambavyo ni The Mystery of the Holy Quran, Mahdi and the Messiah, na kitabu kingine The Treasure of Kaaba, The Certainty Volume 1. Vitabu vyote viko Amazon. Ukiingia kwenye Google, Amazon, ukaandika hivyo vitabu utaviona. Kwa kifupi, makufuli 7 ambayo yamefunga kitabu cha Qur'ani ni kama ifuatavyo. Lakini hebu kwanza naomba subscribe kwanza, ili ninapoendelea isije kafikia hutapata tena haya. Unatakiwa ujifunze, natakiwa ushauriane na kujadiliana na wenzio. Lakini utajadiliana vipi na wenzio kama hujasubscribe? Kwa sababu utaiona tena hii video. Subscribe kwanza. Subscribe hapo chini. Okay, share, like. Share, like. Okay. Tuendelee. Kufuli la kwanza, ambayo ni kanuni ya kwanza. Pangua aya zote za Qur'ani tukufu na kuzipangilia upya kwa kufuata thamani ya kila aya kwa hesabu za jimetria yake. Anza na jimetria ndogo zaidi na maliza kwa jimetria kubwa kuliko zote. Mafungu yote maelfu, piga hesabu zao upate, alafu pangilie kuanzia ile kubwa mpaka ndogo kwa hesabu za jimetria. Utaniuliza nitapigaje hesabu hizi? Nitakujibu, naenda kwenye Google, utakuta kuna software iko pale inaitwa Quran Geometrical Value Calculator. Quran Geometrical Value Calculator, tumia hiyo. Kufuli la pili, kanuni ya pili. Aya zinazochangia jimetria moja zinaunganishwa na kutengeneza aya moja. Kuna aya mbalimbali utakuta ukipiga hesabu zao zinakuja pamoja. Hizo zinatengeneza aya moja. Kwa hiyo hizo zinaunganishwa. Hiyo ni kufuli la pili, umeshalifungua. Fungua kufuli la tatu au kanuni ya tatu. Tambua aya zilizoingizwa na kuziondoa. Kwa mfano, Qurani sura 2 aya ya 275 ambayo kimsingi hiyo ni sunna, ilikuwa ni sunna ndio iliingizwa pale. Sasa tafuta hizo aya na uziondoe. Kanuni ya 4. Kufuli la 4 unaliondoa sasa. Tambua tafsiri za mukatat na kuziingiza. Tafsiri za mukatat, alif, lam, mim. Tafuta maneno yale mukatat ambayo nimeyaongelea, tafsiri zake. Alif, lam, ra, ta, ha, ta, sin, mim. Tafuta maneno yake. Tafsiri zake ziko kwenye vile vitabu. The Treasure of Kaaba, The Certainty Volume 1. Kuna tafsiri zake. Kanuni ya 5. Gawa vijizuu au volume. Kitabu cha Qur'ani kiko kwenye volume au vijizuu. Katika vitabu, kijizuu ndani yake kuna vitabu vitatu. Ndani ya kijizuu kimoja kuna vitabu vitatu, ambavyo kitabu cha kwanza
kina sura 27, cha pili sura 13, cha tatu sura 25. Na hiyo ni kwa kutumia namba zile 65 alizooneshwa Mirza Ahmad, aliyekuwa muasisi wa Ahmadiyya Islam. Mirza Ahmad alikuwa muasisi wa Ahmadiyya Islam, alioneshwa namba katika njozi na Mwenyezi Mungu. Na yeye mpaka anaaga dunia ameaga jui kwamba zina maana gani, lakini alisema kuna mtu atakuja kuzitumia. Kuna namba alioneshwa Mirza, zilikuwa namba 65. Namba hizo ni 28, 17, 14, 2, 27, 2, 26, 2, 28, 1, 23, 15, 11, 1, 2, 27, 14, 10, 1, 28, 27, 47, 16, 11, 34, 14, 11, 7, 1, 5, 34, 23, 34, 11, 14, 7, 23, 14, 10, 1, 14, 5, 27, 28, 27, no 14, 5, 28, 7, 34, 1, 7, 34, 11, 16, 1, 14, 7, 2, 1, 7, 5, 1, 14, 1, 14, 2, 28, 1, 7. Kama nimesoma kwa kuzichanganya kidogo, labda mara nimekosea, ziko hapo kwenye video nimeandika hizo namba. Hizo nambari nimeziandika hapo. Hizi namba ni 65. Mpaka Mirza anafariki hakuwa anajua maana yake, lakini alijua kwamba ndizo funguo za aya zile za Qur'ani. Hiyo alikuwa anajua. Sasa kanuni ya 6 au funguo ya 6 inasema kila sura au chapter moja ipewe idadi ya aya kwa kufuata numerali za nambari 65 za Mirza. Yaani kwa mfano juzuu ya kwanza au book 1 juzuu ya kwanza sura ya kwanza ina aya 28. Kitabu cha juzuu ya kwanza, kitabu cha kwanza sura ya pili ina aya 27. Juzuu ya kwanza kitabu cha kwanza sura ya 3 ina aya 14. Juzuu ya kwanza kitabu cha pili sura ya kwanza ina aya 7. Juzuu ya kwanza kitabu cha pili sura ya pili ina aya 1. Kitabu cha juzuu ya kwanza kitabu cha pili sura ya 3 ina aya 5 na kadhalika. Juzuu ya kwanza kitabu cha 3 sura ya kwanza ina aya 14. Juzuu ya kwanza kitabu cha 3 sura ya pili ina aya 5. Juzuu ya kwanza kitabu cha 3 sura ya 3 ina aya 28 na kadhalika. Bila kutumia kanuni hizo na mpangilio huo wa Mirza, bila kutumia kanuni hizo za Mirza, utajikuta kwamba baada ya kupanga zile aya za Qur'ani kuanzia ndogo mpaka mwisho, basi ni habari moja iliyoungana ambayo haileti maana. Lakini ili kuleta maana lazima uzigawe kwa kutumia kanuni hizo. Na ukitumia kanuni yote ile haitaleta maana. Ni kanuni hizi tu ndizo ukizigawa kwa kutumia hizi kanuni ndipo inapoleta mantiki, na ndipo kitabu chote kinaposomeka kwa uwazi.
Kanuni ya 7, ili kufuli ni la mwisho. Nisikilize kwa umakini katika kufuli la mwisho. Pangilia kila aya kwa kufuata mpangilio wa elektroni katika element zenye atomic number sawa nazo. Hii ni kusema zile nambari 65 za Mirza Ahmad zimejirudia rudia, lakini zinaunda elementi 15 ambazo ni boron, thamani yake 5, cobalt thamani yake 27, helium thamani yake 2, hydrogen thamani yake 1, iron thamani yake 26, neon thamani yake 10, nickel thamani yake 28, nitrogen thamani yake 7, phosphorus thamani yake 15, selenium thamani yake 34, silicon thamani yake 14, silver thamani yake 47, sodium thamani yake 11, sulfur thamani yake 16 na vanadium thamani yake 23. Kwa hiyo ukigawa zile namba 65 kwenye makundi 15 kwa sababu zimejirudia, unapata hizo atoms. Na pia kila atom ina mpangilio wa electron kwenye sheli zao. Nadhani waliosoma chemistry wanajua kwamba kuna electrons zinaizunguka ile nuclear, na electrons zimepangwa. Sasa mpangilio huo wa electron kwa kila atom ndio mpangilio wa aya za Qur'ani, na zenyewe zimepangwa hivyo hivyo. Jambo hilo ni ajabu, na ajabu kubwa sana sana sana. Na nikwambie, haikuwahi vumbuliwa na yeyote. Mtume Muhammad aga dunia hajavumbua hilo, wala Nabii Mirza Ahmad wa Ahmadiyya naye alipewa namba zile, lakini hakwenda kwa umbali huo. Kama nilivyosema, mambo haya makuu sana nakupa kwa juu tu katika video hii, lakini waweza kuvipata katika vitabu vyangu viwili, yani The Mystery of the Holy Quran, Mahdi and Messiah, na kitabu kingine The Treasure of Kaaba, The Satanity Volume 1. Na kukumbusha pia kufuatilia video zangu zote za YouTube, ukianza na video itwayo ni ya Kiswahili sasa, Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya kwanza. Video nyingine Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya pili. Nyingine Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya 3. Nyingine Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya 4. Nyingine Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya 5. Nyingine sehemu ya 5A. Nyingine Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya 5B. Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya 5C. Na Qurani tukufu ilivyotungwa na Yesu Kristo sehemu ya 6 na kadhalika. Ninapohitimisha, nitoe wito kwa watumishi wa Mungu ambao mwanzoni walikuwa walimu katika Uislamu na wakageukia Ukristo. Walisoma Qurani tukufu vilivyo na sasa wanaisoma Biblia vilivyo. Hawa watu ndio wana matengenezo. Hawa watu wachache walisoma Qurani vilivyo na Biblia wamesoma vilivyo. Hawa tu ndio wana matengenezo wakubwa. Sisemi kwamba wengine sio, ila nasema hawa ndio wameandaliwa kwa ajili ya kazi ya matengenezo. Na ndio watu ambao naweza nikaongea nao na wakaelewa kwa haraka zaidi na sana. Wengine watabaki kubisha kwa sababu tu ameisoma Qurani sana na Biblia kaigusa kidogo na aligusa kwa lengo la kubisha. Na mwingine ameisoma Biblia sana na Qurani amegusa kidogo tu na aligusa kwa lengo la kubisha, sio kwa kujifunza. Naomba sasa hawa watu ambao wamekuepo kote na wengine wao ni watumishi kwenye makanisa, wengine wamefungua makanisa yao, hawa watu walitafute kwa udi na uvumba
ili kama sio kuwapa matairi ya kukimbilia, basi niwape mabawa ya kupaa kwa ajili ya kazi, ili kazi iishe. Kazi hii inahitaji watu ambao walikuwa wameandaliwa, na tayari Mungu amewaandaa watu wa namna hiyo. Wapo. Najua kama una mmoja unayemfahamu, mpe, share naye video hii na mwambie unaalikwa sikiliza video hii. Nafasi yako ipo kwa ajili ya kufanya kile kimoja. Kuna jambo dogo tu kwa upande wao. Jambo dogo tu kwa upande wao, ambao kwa watu wengine jambo hilo halipo, ila kwao lipo jambo moja dogo. Na jambo hilo ni la matengenezo. Hawa ni sehemu kubwa sana ya matengenezo. Hawa ni sehemu kubwa sana ya kuvusha watumishi wowote wale. Hawa ndio wanatakiwa watangulie, alafu wengine wawafuate nyuma. Kwa hiyo kuna jambo lao moja na ni dogo sana. Nina maelekezo kwa Waislamu walioingia wa kawaida, walioingia katika Ukristo kama waumini, wamemwamini Yesu, lakini kwa bahati mbaya wamelishwa matango pori na wameamriwa kuacha baadhi ya wake zao. Wameambiwa ni dhambi kwa itikadi mpya za Ukristo inayopingana na ndoa za mitaala. Niwaeleze tu kwa hakika, yeyote aliyemwacha mke wa pili au watatu kwa maelekezo ya walimu wa Kikristo amemsababishia mke huyo uzinzi, na huyo mtu atubu mara moja. Mama yetu Hawa au Eva alipomkosea Mungu, Mungu alimwambia utakuwa na mke mwenza. Mungu alimwambia Hawa utakuwa na mke mwenza. Neno la stara lililotumika lilikuwa na nukuu, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Na tamaa yako, kwa tafsiri nyingine, na wivu wako, kwa tafsiri nyingine, wivu juu ya nani? Juu ya mke mwenza. Na nukuu sasa, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Mwisho wa kunukuu. Mwanzo 3 mstari ule wa 9 hadi 21. Soma hicho kisa. Sasa Wakristo ni watu wanaojitengenezea dini ya uongo tofauti na mafundisho ya Kristo. Na wakipata fundisho moja la mtume, wana Kiingereza wanasema wanali amplify kwa namna ambayo si sahihi. Na wakatumia fundisho lile la Paulo aliloshauri wakati kanisa ni changa na ndoa za mitaala zilikuwa zikileta ushindani katika kanisa. Viongozi walikuwa wakipata wakati mgumu kutoka kwa wake zao kwamba wanapovutana ndani ya kanisa, sababu watu walichanga mali zao zote kama kanisa. Lakini watu wenye wake wengi wakawa wanataka nyingi. Watu wenye wake mmoja anapewa kidogo na amechanga vingi. Ilileta shida. Kwa hiyo Paulo akasema viongozi wa dini wawe watu wa mke mmoja. Ndiyo nature yake, na alikuwa limetoka kwa Mungu. Vitabu havionyeshi kokote kwamba Yesu alifundisha Wayahudi kuacha wake zao. Kumbuka, hakuwa mwenye kuona dhambi na kuifumbia macho, na alikaa na wale watu wenye wake wawili mida yote. Aliwahubiria mida yote. Wakristo wale wanatuambia Yesu alikuwa amejisahau, ndio maana liliacha. Ikumbukwe kwamba hata baada ya Kristo, kanisa la kwanza la Roman Catholic, nakupa hii siri sasa, na utafute kwenye Google utapata, kwa sababu hizi document hazijaondolewa.
Kanisa la kwanza la Roman Catholic liliruhusu mapadri kuoa wake wengi kwa muda mrefu tu. Mapadri wa Catholic sio tu kwamba walikuwa wanaoa wake wengi. Hii imeendelea sana na ilikuja kujadiliwa, ili swala la kutokuoa ilikuja kujadiliwa na kuingizwa kwenye kanisa taratibu. Kwanza tukianza na ule mkutano wa Elvira. Mkutano wa Elvira wa mwaka 305 hadi 306 baada ya Kristo. Miaka 300. Ndio jambo hili sasa likawekwa kwenye mkutano kwamba mapadri wasioe. Lakini wakaendelea kuoa. Kukaandikwa tena waraka unaoitwa Directa Decretal. Iliandikwa mwaka 385. Unaona ni miaka 300 baada ya Kristo. Kutoa miongozo ni namna gani watawa waishi bila kuoa. Tena ilikuja tena kwenye mkutano mkuu ule wa Carthage, mkutano wa Carthage wa mwaka 390. Jambo hili tena likawekewa mikakati mapadri wasioe. Lakini mpaka kuja kuwekwa kuwa sheria ya kanisa, canon law, kwamba ni mwiko kabisa, canon law, ni mwaka 1917, ni juzi hapa tu, wakati vita kuu ya pili inakamilika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu ambao mmeingia kwenye Ukristo, mmeacha wake zenu, mlifanya makosa, lakini tubuni. Wale ambao mna wake zenu, msiwaache. Mpokeeni Yesu Kristo na wenyewe wampokee Yesu Kristo na msiwaache. Niwaombe watu wote kwa magumu ya dunia ya leo. Sasa niwaombe watu wote kwa magumu ya dunia ya leo na mmomonyoko wa maadili na shauri ili kuleta wepesi katika kujenga familia takatifu. Ili kuleta wepesi, kila mtu awe na mke mmoja, na kamwe mwenye wake wengi asithubutu kumwacha hata mmoja. Hilo ni ombi langu, kwamba kila mtu awe na mke mmoja. Unapokuwa na wake wengi kwa dunia leo, unafungua milango ya shetani kuingia kwako. Kwa sababu wake wengi wana mafundisho mengi, wana walimu wengi. Kuanzia asubuhi mpaka jioni wanawake wanafundishwa na mitandao. Mwanamke mmoja tu leo ni shida. Kwa sababu ana mwalimu wake, ana mitandao, ana makundi ya wanawake, ana mambo mengi, anapata taarifa na mashauriano kutoka huku na kule. Mmoja tu ni paswa kichwa. Wakiwa wawili ni shida. Wakiwa watatu ni shida. Wakiwa wanne shida kubwa sana. Lakini mwenye wake wawili si dhambi. Mwenye wake watatu hajatenda dhambi. Je, atende dhambi kuliko Musa? Alikuwa na wake wawili. Je, ni mdhambi kuliko Yakobo, baba wa Israeli? Israeli tunaposema taifa takatifu, tunasema taifa la mitala. Taifa takatifu, taifa la mitala, taifa la wake wengi. Wale utakatifu ule umetokana na mitala. Sijui kama umenielewa. Yakobo, baba wa ile taifa, alikuwa na mitala. Wale watoto 12 walitoka kwa wanawake, sio mke mmoja. Kwa hiyo niwakumbushe Waislamu jambo hili. Mnapompokea Yesu Kristo ambaye ndio mtunzi wa Qur'ani tukufu, kuweni macho na Wakristo. Kuweni macho na Wakristo.
Huko makanisani wameeneza kampeni za uzazi wa mpango ambao ni ajenda ya Freemasonry. Katika makanisa ya Kikristo, kama sio yote, kwa zaidi ya 99% wameeneza kampeni ya uzazi wa mpango ambao chimbuko lake ni Freemasonry. Mwaka 1916 mwanamama Margaret Sanger ambaye alikuwa mwanachama wa Freemasonry alifungua kwa maelekezo maalum kliniki ya kwanza ya kuzuia uzazi wa mpango katika kitongoji cha Brooklyn, New York, nchini Marekani. Na alisema katika waraka wake mmoja kwamba ajenda hii ni ajenda ya kuwa na dunia bora na salama. Yaani leo Freemasonry ndio wanafundisha makanisa namna ya kuwa na dunia bora na salama. Dunia ya kuzaa watoto wachache watakaolelewa kwa ubora na salama. Sasa Margaret Sanger alikuwa na tamko lake moja la mara kwa mara, na nukuu, mwili wa mwanamke unamilikiwa na yeye binafsi. Hakuna cha Mungu, hakuna cha Bwana. Mwisho wa kunukuu. Kwa Kiingereza alikuwa anasema no gods, no masters. Kwa hiyo ndugu wa Kristo wapya, na kutakia ukuaji wa Kristo, lakini mkiwa macho na wa Kristo. Mkiwa macho na wa Kristo, haijalishi ni Mwanglikana, haijalishi ni Msabato, haijalishi ni Mkatoliki, haijalishi ni Mlutheri, haijalishi ni... Angalia mafundisho wanayowapeni kuhusiana na uzazi wa mpango. Ndio maana watu wachache walivuviwa na Mungu walikataa. Taifa hili limepata watu wawili. Kumbuka maneno yao. Tafuta klipu ile ya Mwalimu Nyerere akiwa kwenye viwanja vile vya bunge baada ya yeye kuwa waziri mkuu. Alipoulizwa, je, mwandishi mmoja wa kizungu yuko pale anamuuliza, je, unaongelea vipi juu ya idadi ya watu na mpango wa uzazi katika nchi yako? Akasema, nchi yangu haihitaji kitu hicho. Nchi yangu inahitaji watu. Nchi yangu inahitaji watu. Angalia mtu mwingine ambaye ni Rais Magufuli wa juzi hapa. Amekuja kuongea jambo hilo hilo. Watanzania zaeni. Watanzania zaeni. Tukiacha madhaifu yao ya kisiasa na ubinadamu na makosa waliyotenda, lakini viongozi hao wawili walivuviwa na Mungu juu ya jambo hili. Nami nawaambia hiyo ndio ajenda ya mbingu. Namaliza kwa kutoa rai kwa wakorofi wanaopenda kutukana mitandaoni kwa makusudi. Wito wangu mimi hapa nayeongea, hauna huruma kwa mpumbavu. Wito wangu mimi hauna huruma. Katika video hii, mtu yoyote atakayeandika upumbavu na mzawadia uziwi au upofu, ili iwe ni alama juu ya mahadi wa Mungu. Na jambo hili, kama Mungu aliponipa uwezo wa kusoma Qur'ani na kutafsiri na yale maneno magumu na kujua, basi na liwe katika jina la Yesu Kristo, ili liwe fundisho kote anakoenda. Yeye mtu